Na wakesho tumekita kambi hapa katika eneo wanalita eneo la Meja. Hapa ni katika eneo la Mwezi Beach, kaunti ya Uasin Gishu. Kwa kweli biwi la simanzi tayari limetanda katika eneo hili, manake msichana sheshe ambaye wanasema kwamba angefanya mtihani wake wa mwisho mnamo Ijumaa alikata roho kwa njia ambayo wazazi wake wanasema kwamba ni njia ya kinyama. Wakazi wa mbali na karibu tayari wamekuwa hapa kwenye familia, lakini muda mfupi uliopita tuliona wakazi wenye jazba, hamaki na hasira waliweza kufunga barabara kuu ya Eldoret kuelekea Kitale, nia na madhumuni ikiwa kwamba utovu usalama hasa umeendelea katika maeneo yale. Wanasema kwamba mshukiwa anadaiwa kwamba si tendo hilo amelitekeleza mara moja, anadaiwa kwamba alikuwa mfungwa ambaye baadaye aliweza kuondoka kwa njia ya kutatanisha. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo wamesema kwamba ni mazoea, lakini tutazungumza na mama yake pamoja na dada yake, vile vile tuweze kusikia baadhi ya wakazi wanasemaje hasa kuhusiana na tukio hili ambalo limewagadhabisha sana hasa siku ya leo. Labda nianze nawe mama tu uweze, pole sana kwa yale ambayo yameweza kukufika. Tumejua kwamba muda wa asubuhi pamekuwa na vurumai hapa na pale, tumeona wakazi wakikabiliana na maafisa wa polisi, lakini je, ni yapi ambayo tunajua kwa kufikia sasa? Msichana wako labda aliuawa kwa mazingira gani? Msichana wangu Emma aliuawa tu hapa nyumbani kwa bedroom yake, alafu wakamchukua, walimrepu kwanza sitting room, sijua akampeleka bedroom ndio akammalizia huko, alafu akamtoa nje akiwa amemmaliza, akampeleka kwa ajili ana miguu ana mkono, amemgonga huku na nyundo vile tumemuona vile alivyo, amemtoa matumbo huku, matumbo yote iko nje. Sasa mtoto wangu amekufa kwa kifo yenye haieleweki. Na maaskari tukienda huko, tumeenda huko asubuhi hii tukitaka haki na nini itendeke. Tukasema kama hamtaki kumtoa hapa kuja aonyeshe penye hizo vitu ziko, mumuuliza alafu mkuje twende tutoe. Maaskari wako tu wanatupa tear gas, wakitutishia maisha, wakisema mmoja wenyu anaweza kufa hapa sahi. Sasa kwa ukweli hata hatuelewi kijana mwenyewe wako ndani ama ameshawachiliwa ama ameshaenda. Tunataka haki, si tulitaka tu haki itendeke kwa ajili area hii. Watoto wamewawa sana, wasichana wamerepiwa, na wakienda pale police station utaona mwezi 2 wamewaachiliwa. Sasa ni pesa inafanya. Sasa hatuelewi serikali ni gani, hatujui tukimbilie usalama wetu wapi. Pole sana mama. Labda kabla msichana wako auawe, labda uweze kutufafanulia mambo yalikuwaje ndiposa ikafikia hapo alipofikia. Msichana wangu kitu wiki 2 iliyopita, msichana tulimpigia simu akiwa ako shuleni, akakuwa mteja kidogo. Tumempigia akakuwa mteja kidogo. Msichana mwenye wanasoma na yeye akatupigia akatuambia, Emma, kuna kijana Muislamu kutoka Mombasa Bridge amekuja na mtaka bai, lazima amemnyang'anya simu. Kidogo kijana mwenyewe kwa WhatsApp anajiita, msichana wangu anaitwa Emma Wanyota Makinia. Sasa hata huyu Mustafa amejiitanga of late, yeye anaitwa Mustafa Makinia Wanyota. Sasa vile alimnyang'anya simu, ikabidi mwalimu airishe mtihani moja ya Emma. Angefanya graduation tarehe 21 hii Septemba. Wakasema sasa atafanya tarehe 4 mwezi wa 10 ndio tumpe siku ya kugraduate. Sasa vile imefika pale, si wamemaliza kusoma, ni mtihani, ako hapo nyumbani na mimi. Na unajua huyu ni msichana wangu namba 2, akai hapa, anakuja asubuhi akienda jioni. Sasa jana asubuhi, hapana, before hiyo, mama yake huyu kijana nikampigia simu, jue ni watu tumelelewa pamoja, wanajua hii boma. Huyu kijana amekuwa akitutengenezea vitu kwa hii boma. Kijana anaelewa hii boma vizuri ndani na nje. Hata akikuja ninasema mtengenezeni kakitu akule, asifanye kazi aende na njaa. Anashinda akikaa hapa chini. Sasa kitu jana nikaenda kununua hii sola. Nikasema Emma, kwa ajili hao watu hawajui hapa nyumbani, tutaenda na wewe ukuje na hao. Akasema sawa, jitayarishe. Emma akajitayarisha, tukaenda na yeye paka hapo karibu police station. Tukachukua huyu Harriet, wakanifanyia interview, wakasema wacha wakuje wafungie hiyo nini sola. So msichana wangu huyu Sheila huwa anashinda hapa, alikuwa amebaki hapa nyumbani.
Emma alirudi nyumbani na hao wakaanza kufix. Kuna harusi mbili nataka kutendeka pale Catholic Church. Walikuwa wamemuita aenda waonyeshe vile nini za beauty. So akasema mama, nikimaliza hapa nitaenda kwa Paulo Ngatia penye wanafunga ndoa kwa kanisa kwa hii mwezi tu. Sasa Emma akaenda. Fila alienda, mimi saa 10 nikampigia simu nikamuuliza, sola uliwacha kaa imefungwa? Ati ye, nimewacha kaa karibu wamalize, mimi nikatoka. Nikasema sawa. Sikujua the next wakati hiyo ingine nitapata Emma yuko. Mimi nikakaa nikafunga kasi kitu saa 12. Ujue ndio kutoka pale maili 7 ufike Moi's Bridge, utangoja gari. Nikakuja nyumbani ninaona mataa zimezima. Boma ni kama hakuna mtu. Si nikasimama hapa juu nikaanza kupiga simu. Simu inaitana inafika mwisho. Inaitana inafika mwisho. Nikasema kwa kibeti yangu si niko na spare ya ufunguo, nikachukua ufunguo. Kufungua mlango, naona manguo, naona damu, naona vitu. Nikachukua simu nikapigia huyu, umewachaje hii boma? Akasema yani iko nini? Nikawacha, nikapoesha simu yake, nikapigia mwenye sola. Yani filimu likuja kwa nyumba, nini ilitendeka? Ukifanya wiring ulijikata. Akasema sister unaniambia nini? Nikasema nyumba iko ina mess. Nikakata simu. Nikapigia mama ya huyu kijana. Dhamiri yangu ilikuwa inaniambia tu ni huyu kijana. Nikapigia mama yake akazima simu, hakureceive. Niko na namba ya kijana, nikapigia kijana hakureceive, akaniambia ongea na mama. Mimi nikaambia mama yake, mimi nimeingia kwa nyumba, damu iko na Mustafa vile amekuwa akitishia mtoto. Akazima simu. Mimi nikapanda pikipiki, nikaenda police station. Kufika huko nikaripoti, nikaweka kwa OP. Wakasema tuende, tukakuja. Wakaingia kwa nyumba, wakaangalia, wakasema msiguse chochote na msiingie. Wakaingia kwa shamba hiyo saa 3:30, wakatafuta hakuna. Wakasema fanya hivi, kesho asubuhi mtaamukia mtafute ndio mkuje mtupe report. Mimi nikasema ni sawa, wakaenda. Kuenda hivyo kuna kijana mwenye sasa alilete Emma saa 12:30. Huyu mwenye ako Kitui akampigia simu kwa jili nilikuwa nimemwalati. Emma hayuko nyumbani. Akaniambia mama, pia yeye anaitwa Mustafa. Ati Mustafa ameniambia ati aliliendi alilete Emma paka kwa boma akamwacha nisha hapo na yakaenda. Nikaambia ambia huyo Mustafa akuje 15 minutes. Kijana huyo alikuwa amekuja na mwingine. Mimi kumuelezea wakaona nini, nikasema tumekatazwa tusiingie. Wakasema tutaanza hospitali moja kwa moja. Wakasunguka mahospitali yote, wakakosa, wakarudi hapa. Wakaniambia tutawacha kutafuta. Tutatafuta hii usiku paka tupate Emma. Saa zile wametafuta wakapenya huku kando. Wakaona kuna njia ya kupita. Wakasema hapa ni kama mtu amepitia. Kupita wakasema tumeona kiatu. Na kijana mkubwa aliniambia ni kama ameona mguu. Na wakiwa na maaskari lakini wakunini sana. Wakasema tuende tulete umbwa inuse. Maaskari hivyo ndio walisema. Wakasema mvua imenyesha. Hapa hakuna kitu tutakuwa tukifanya. Sasa vijana wakapata mwili. Tukapanda pikipiki tukaenda station. Vile tuliambia maaskari tumepata tu karibu penye mlikuwa. Tukapanda Land Rover tena tukarudi hapa. Msichana alikuwa amepigia mzee yake pia akafika. Tukachukua mwili tukaenda naye paka police station. Maaskari wakasema wacha tuende paka boma yenye anaishi. Kwenda boma yenye anaishi wakapata kijana ndugu yake. Akawaambia ndugu yangu ameingia hapa akiwa tu damu. Na manguo zenye ameosha na viatu ndio hizi hata mnaziona ni damu. Kuangalia wakapata simu ya mtoto yangu yenye nimekuwa nikicommunicate naye iko pale. Ile yenye nilikuwa nimeandika kwa OP iko pale, laptop iko pale, trouser na nini na bagi yake. Sasa tujui hiyo bagi aliitoa hapo saa zile alifanya kuua ndio akabebea vitu atuelewi. Ikakuwa tu hivyo wakakuja naso wakaweka police station. Tukaenda mochari tukampeleka. Wametuambia ati asubuhi tutaamkia. Up to now wajafika, wanatutisha huko. Tumeenda huko wanatutishia. Ati mkikutana na risasi mtauliza nani? Tukatoka tu polepole mimi na kijana yangu tukarudi hapa nyumbani. Sasa tujui nini itatendeka. Tujui kama huyu kijana ako sel ama amewachiliwa aende. Kwa ajili pesa saa hii ndio inaongea.
Hata mwingine alisema nini, mnakuja hapa kutusumbua. Mimi nikashangaa kutusumbua, na tunataka haki yetu itendeke. Haya, wacha nisikie kutoka kwa dada yake kwa kifupi tu, kwa kifupi sana. Kwa majina naitwa Sheila Wanyota, nikiwa dada ya Emma mkubwa. Jana mimi nimeshinda na Emma hapa, nilikuja hapa hivi huwa naishi Matunda. Nikapata Emma hapa asubuhi akiosha vyombo, akaniambia situende soko. Nikamwambia mimi sina pesa. Akaniambia wewe bibi askari unakosa aje pesa? Polepole tu kama mama asikia kicheka. Mimi nikacheka, lakini on Sunday alikuwa amekuja kunitafuta kwangu na nilikuwa kwa kanisa, akatuma watoto. Nikapeana kifunguu. Na mzee wangu alikuwa kwa nyumba. Akarudi akasema hakuingia. Akarudi akasema atarudi, sikumuona. Sasa jana nikamuuliza kwani ilikuwaje ukuja? Akaniambia tuko na msichana mwingine hapo chini anaitwa Charity, tuko tunatafuta socks. Nikamwambia ni sawa. Wakaenda na mama akakuja na watu wa sola. Alipofika aliharakisha sana, akaniambia wale watu wenye wanataka niwafanyie beauty wameniita, niko naenda kwa Paul Ngatia. Na hata nimebeba kifunguu, ndio hii. Kuna raga alikuwa amebeba kwa mgongo. Akapita hapa kwa saloon penye huwa anafanyia kazi. Nikamwambia sawa. Hao watu walipomaliza kuunda sola, mimi nikafunga mlango, nikatengeleza nyumba. Nilitoka hapa 5:30. Emma hakuwa amefika. Nikaacha iko mama jirani yetu hapa anauzia hapo, nikamwambia kila Monday gari huwa zinatoka huko chini zimejaa. Nitakosa gari, acha niende mapema. Lakini nilikaa hapo kwa barabara paka 6 ndio nikapanda gari ya kwenda Matunda. Sasa ilipofika saa 1 niko napika, nikaona simu ya mama. Mama akaniuliza, "Kwani hii nyumba iko aje?" Mimi nikamuuliza iko aje? Si ni watu wa sola. Juu kuna msichana mmoja wewe mwenye wa sola ni mnono sana. Akaniambia paka kwa bedroom yangu. Nikamwambia Harriet ni mnono, labda alikuwa anamwaga mchanga, akipanda huko akifanya nini wiring. Juu msichana ndiye alipanda juu. Akakata simu. So, kwa kifupi uligundua wakati gani kwamba alikuwa ameuawa? Sasa hiyo wakati alipokata simu tena akarudi kunipigia. Akaniambia nini dryer yako uliacha wapi? Nikamwambia kwa box ndani penye huwa tu inakaa. Akaniambia na hii damu. Sasa aliponiambia hii damu nikastuka. Nikaambia watoto wangu kaeni kwa nyumba, acha niwafungie nje niende. Nilikuja paka hapa. Kweli nikapata nyumba iko na damu. Nikaambia mama mimi sikuacha hii nyumba ikiwa hivi. Niliacha nyumba ikiwa sawa. Sasa mama akapigia huyo kijana simu. Akarudi akapigia mama yake. Mimi nikaambia mama hata kama wanakuja hapa wenda report police station. Juu hii damu tujui kitu ya kwanza penye mtoto wako. Na tujui ni nini imefanyika, kama alipoteza fahamu ama amewawa. Mama alitoka kweli akaenda. Na alipofika police station kuriport, na huyo kijana naye anafika naye anakuja kuriport ati mama amempigia simu na yeye aliachana na huyo msichana tarehe 5 mwezi wa 8. Ati sasa mama anasema ati ni yeye amemuua na akaekwa ndani. Sasa wakakuja na maaskari. Tulitafuta paka huko chini kwa mahindi. Tu kupata. Maaskari wakasema watakuja asubuhi. Lakini tulipokaa tukaita kijana mwenye alimbeba anatoka Matunda. Tulipoita huyo kijana akakuja, kweli alitumia tukaa 10 minutes. Akafika. Huyo kijana akasema nilileta Emma hapa 6 ikielekea 7. Ni hiyo kazi ilifanyika kwa hii mvua yenye ilinyesha kidogo. Sasa huyo kijana akasema penye tutaanzia ni kwa hospitali. Kweli walitembea hizi hospitali zote za Moi's Bridge. Emma hayuko. Wakarudi paka hapa. Lakini kijana mmoja akasema mama mimi nashuku Emma hajatoka kwa hii boma. Kama aliumizwa anamwaga damu, hawezi kuwa alipitishwa gate. Tutafute na tutalala, tutatafuta Emma mpaka tumpate. Wakaanza wakatafuta huku kwa kisima, tukaangalia ndani, dada yangu hapatikani. Walipoenda tu huko nyuma, si hata tu kwa tunajua huko nyuma kuna nafasi, kuna kondozi ziko huko. Wakasema mama hapa iko njia, na walipofika tu kwa ndizi hivi. Na huyo kijana anasema si ndio t-shirt yenye Emma alikuwa amevaa. Kujeni. Tulipoenda dada yangu alikuwa ana miguu, amekatwa tumbo hapa, amekatwa. Kweli dada yangu alikufa kifo ya uchungu sana. Amekatwa mkono moja hakuna. Ikabidi tena nikimbie police station niende niitane. Nilipoenda kuripoti police station tukakuja na maaskari. Wakaona kweli wakabeba. Walipobeba wakarudi police station wakasema acha waende kwa huyu kijana. Juu miguu hakuna na mikono. Walipoenda huko walipata nguo yenye huyu kijana alikuwa nayo akishughulika hapa imejaa damu na ametoa mesoku kwa maji ndani. Na simu yenye Emma alikuwa nayo hiyo siku jana. Juu kuna bagi yenye alikuwa nao mchana amebeba mgongo, hiyo bagi iko kwa kitanda yake. Tukapata kuna radio na vitu hiyo kijana alikuwa amepaki, ni kama isemekane kuna wizi litendeka ndio Emma kawawa. Lakini ni kama sijui alisahau ama ni nini ilitokea, ziko huko. Mwisho kabisa tungependa kujua mahusiano kati ya Emma na huyu kijana.
Huyo kijana kuna wakati aliandikia mama message akasema yeye amekuwa akikaa na Emma Eldoret. Na Emma ni mimi nilimpeleka Eldoret Vera Beauty, na hata nyumba yenye alikuwa anakaa mimi ndio nilienda kutafuta huko West Indies. Na alikuwa analipa hiyo nyumba 4,500. Sasa mimi nilikuwa najua hapo ndio Emma alikuwa anakaa juu, hata kila tarehe 5 huyo mama alikuwa anapigia mama akimharakisha sana kuhusu rent. Sasa vile huyo kijana aliclaim anakaa na Emma, Emma akakataa, akapingana, akasema yeye akai naye. Sasa tukaujiuliza na huyu mama mwenye nini alikuwa anapigia mama simu akiitisha rent, kwani hii rent ilikuwa ya wapi? Lakini kuna wakati alimfuata Eldoret na akamnyang'anya simu. Hiyo simu mama alipojua alikuwa anaongea, Emma ni twins, kuna twin sister yake yako Kitui. Walipokuwa huyo Sharon anamuuliza umefika wapi, Emma anamwambia tu karibu nifike, kumbe ni huyu kijana ana reply si Emma. Simu ikakuja ikazima. Mwisho aliposema karibu nifike Moi. Sasa mama akaita huyo kijana hapa, akamuuliza ni nini juu ni mtu amekuwa akitundia viti hapa za mama na ya ndugu yangu. Huyo kijana akasema ati Emma alikuwa rafiki yangu. Emma akakataa kabisa. Alipokataa hivyo mama akamuuliza simu ya Emma iko wapi? Akatoa hiyo simu akapeana, na laptop iko wapi? Akasema laptop iko kwa fundi, inahitaji 6,000 lakini ataleta. Sasa hiyo kitu ikaisha hivyo. Wazazi wake wakasema baba yake akifika watakuja wakae waongee na mama. Wacha nisikie kutoka kwa wakazi. Nitazungumza na mama. Mama, karibia huko mama. Kuja tu polepole. Acha kidogo tu. Kwa kifupi tu manake tumezungumza sana, nitachukua tu maoni watu watatu nikikamilisha. Huyu kijana ambaye anadaiwa kwamba aliweza kuhusika na mauaji haya ni mtu aina gani? Yamaanisha huyu kijana lazima ni muuaji. Maana tumeambiwa ameua wasichana 3 na kutishia huyu msichana kumwambia anataka akuwe rafiki yake. Tukitaka kuangalia vizuri, huyu mtoto ni yatima, mama ni mjane. Kwa hivyo inamaanisha kwa sababu kijana wako na pesa, ndiposa wanataka kufunika kuua watoto wakimaliza area hii. Na haki haitendeki. Maana maaskari kama inaweza kuwa waliitwa na wakuji kufuatilia. Maana waliona huyu mama hajiwezi, mama ni mjane, hana pesa yenye anawaonga. Kwa hivyo tunataka serikali itupatie haki juu ya kifo ya huyu mtoto na hata wale wasichana wengine. Iawezekanaje unalebu mtoto na unamuua, alafu unaenda polisi unawachiliwa? Hiyo ni haki kweli kwa wananchi? Hiyo sio haki. Mimi ninakaza kusema serikali tunataka haki kuanzia mdogo mpaka mkubwa. Tunataka haki. Wacha nisikie kutoka kwako. Wanakata miguu. Mimi nasema hivi, mimi naitwa Grace Nyuki Mama Seli. Ninalalamika sana. Huyu kijana ameua huyu mtoto kinyama. Wazazi wanasikia uchungu. Majirani tunasikia uchungu. Marafiki tunasikia uchungu. Sisi tumekuwa na sister hapa maili 7, sister akiwa amerendi hapa kwangu. Nyumba amefanya business ya clinic kwangu tangu akiwa na mimba ya mapacha yake. Sasa mtoto yake wamemuua. Hiyo ni uchunga ina gani? Serikali chukua ushukani tafadhali. Serikali, kwa nini mtu anaua mtoto ya mtu na wanamuweka ndani wanamuficha? Ini hali wanamwaga roli ya maskari, wanatishia raia. Hawataki sisi tukaribia kule polisi. Kwa nini wasimtoe? Ni uchungu wamtoe. Sisi naye atuonyesha mguu ya mtoto yetu, atuonyesha mkono ya mtoto yetu. Sisi naye hata tukimuua kuna shida gani? Na hata tukimuua hatuui direct, tunaanzia kitore, kimguu, yani asikia uchungu. Bila wengine wamesikia uchungu. Kwani ni uchungu ya machungu aina gani? Tafadhali. Tumechoka. Asante sana mama. Naam, tutaendeleza mahojiano muda si mrefu, lakini wakesho kama umeweza kusikia wakazi hapa katika eneo hili ni wenye hamaki hasa kutokana na mauaji yale ambayo yalitendeka, na kwa hiyo tayari tutaweza kufuatilia vile vile tujue wadau wanahusika hasa wamefikia wapi kwenye uchunguzi wao, na hivyo wanasema kwamba mshukiwa tayari anadaiwa kwamba amezuiliwa. Hivyo wakazi wanataka haki, maana wanasema kuna vipande vya mwili ambavyo vilikuwa vimeondolewa, hivyo wanasema kwamba
kwamba kuna sehemu kama miguu, kuna sehemu ambazo kama mikono haijapatikana kwa kufikia sasa. Kwa hiyo angetaka wadau wanahusika wawajibike na kuhakikisha kwamba familia hii inapata haki. Kutoka kwangu Elvis Kosgei, sina la ziada, nitawarejeshea